nimekuchagua wewe uwe wangu. Ni safari ndefu ya mwanadamu, ni maisha na mapenzi, uwe mke au mume, mara moja hubahatika maishani mwako kumpata mtu fulani ambaye huwa ni maalumu kwako, kipenzi cha moyo wangu. Kwa kiasi kikubwa nimetambua na kuamini ya kuwa kukutana kwetu ni mwanzo wa kutimia kwa ile ndoto yangu ya siku nyingi, kwani pendo letu linakuwa kulingana na wakati. Kila siku maishani mwangu nilikuwa na ndoto ya kumpata wangu mwezi, nifunge naye pingu za maisha. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nakupenda wewe, malaika wa moyo wangu, nakuhusuru wewe, wala moyo wangu. I love you. Moyoni nina furaha tele, upo mikononi mwangu. Na kwa pete hii ninakuoa uwe mke wangu wa ndoa. Hakika wewe ni ubavu wangu, kwako penzi nimefika. Kama meli imetia nanga kwako, mwingine kato sitamani. Umewacha wazazi wako, baba na mama, kwa mapendo umeungana na katika ndoa takatifu. Na leo si wawili tena, tu mwili mmoja. Tumombe Mungu atujalie ndoa yenye baraka, tuje tuzae na watoto, waizunguke meza yetu, upendo tawale nyumba yetu, tuwe wakarimu wa wageni wetu wote. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu mpenzi, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, sijali kama yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nimekuchagua wewe
Ninakuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu. Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you, ninabadili mienendo yangu baba. Baby for you, nina ukimbia ujana mama. Nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zeeke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zeeke pamoja nawe. Chaguo la moyo, chaguo la moyo, na kwenye madhabahu unavong'aa, unavopendeza kwenye lorinda. Oh baby, I knew you were the one for me. Oh baby, you're the one for me. I can tell the way you smile, the way you laugh, the way you talk, the way you walk. Baby, you're the one for me. I swear you're the one for me. Ninabadili mienendo yangu mama. Baby, for you, ninaukimbia ujana wangu, Jenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zeeke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zeeke pamoja nawe. Chaguo la moyo, chaguo la moyo. Otile Brown na sana baby. You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, For all you've done, Lord, we give you all the praise. hey, we testify. We celebrate. Lord, For all you've done, everything you've Lord, we done. give you all the praise. We testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You make something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a lost for words. I'm in a love. I'm in a love. My life is not the same again. We testify. We celebrate.
I gotta stand and testify. Hey, unenieshimisha Yesu. This is my day to celebrate for everything you've done for me. I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Elele, elele. Yeah. Oh, mudede wangu. Mungu wa majeshi, Mungu wa mapendo, hakuna mwingine. Umetenda mema juu yangu Baba. Ae, ae, Come on, now let's dance. Come on, everybody, everybody. Come on, all together, all together. Oh, for all you've done for me, I give you praise. Na todos tunashangilia kisima kukaisha. Usimamushe pole pole. Amen. Amen. Anapofanya kazi. He is practicing what he will be doing all his Kala life. tabia. Na jibu ni tuanza kuikala. And we may all see them. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Furaha iko. Are we happy? Kama furaha iko pepea tu kwa jina la Happy, Bwana. let's pray. Just Haleluya. Amen. Kama upemea kwa furahi If your neighbor is not happy, iko sisi. he is suspect. Kama hana hata kicheko mdomo wake. They're not even smiling. Yes, a suspect. Haleluya. Amen. Tunakaribisha Hosiana kwaya kwa nyimbo moja mbio bila kiingilio na kitokeo. We welcome Hosiana Choir to come in front and sing very, very fast. Hosiana kwaya nyimbo moja karibu mbio hakuna muda.
Shangilia kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Walimu wanaimba nyimbo nzuri. They really sound very beautiful. Anasema kama kuna dada mwenye anasikia wivu. They say if there is a sister here who is jealous. That's Anasema what na it's uombe called. Mungu lunge mkakesha. It means go and get married next year. Hallelujah. Amen. Mungu amebariki. May God bless them. Katika nyimbo yao wamebariki pia wandugu ambao leo watafunga harusi. In there, some they really bless the couple that's getting married. Tunakaribisha mchungaji wa mahali We welcome the pastor, Pastor Chandeki. Pastor Chandelier. Atakaribia kukaribisha sisi sote He hapa. will come and welcome us all here. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise God. Furaha iko? Are we happy? Are we happy? Yes. Ikiwa furaha iko pembeni ya Bwana. Tunashukuru Mungu ambaye ameandaa muda kama na huu. We are very thankful for God who prepared this time. Sababu si mwanadamu ambaye ameandaa. Because it's not a human Bali Mungu wa power, majeshi ndio mwenye ameandaa siku hii. but it's God who prepared it. Heshima na sifa kumrudie Bwana. So all the honor goes back to Him. Kabla ya kupokeana So before we welcome each na kupokea other wageni, and welcome our visitors, nina tangazo rasmi I have an announcement. kwa wageni ambao wanaingia hapa yao mara ya kwanza. For those that it's their first time here, Ukiwa na haja ndogo yani kubwa, pita kwa hii mlango, uingie kwa mkono ya kulia, then utaona chumba ya kina baba na chumba ya kina mama kujisaidie. the ladies and men bathroom is through this door by your right. Kwa watumishi wa Mungu, And for the servants of God, pita hapa, yani hapa uingie kwa hii mlango, hapo kwa watumishi utajisaidia. through this door there is a restroom for servants of Ikiwa God. unaweza kusikia kiu unahitaji maji, And if you need water, waone hao waashas ambao wanasimama, see these people that you see are standing up. mwambie hitaji yako, atakusaidia. Tell them what you need and Haleluya! Haleluya! Basi tunatanguliza wa kumshukuru Mungu. So we thank God for first. Acha tuweze kunyanyua heshima ya Bwana. We're gonna lift the Tusimame tunyanyue heshima ya Bwana. we are going to stand and lift the glory of God because He is the most powerful. We're gonna give Him Alama ya kuonyesha kwamba His ni Bwana wa mabwana. the sign showing that He is the Lord of Nyanyua heshima ya Lords. Bwana. We're gonna lift Tulichwa hilo chimani. Pandisha juu. Leo. higher, 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 Amen. May God bless us. Wageni wa heshima Innocent pamoja na Francine, hawageni kuona. Our guest of honor, Mnakaribishwa kwa jina la Yesu. you are welcome in the name of Jesus Christ. Let us clap for them. Na wasimamizi wenu pia ambao wanawatumia usalama mnakaribishwa kwa jina la Yesu. And those that are going behind you, they are most welcome. Watumishi wa Mungu wapakaliwa mafuta. The servants of God that are Kuna anointed. mchungaji ambaye anatuongoza Prince. We have the pastor that's leading us, Pastor Kuna Prince. mchungaji wa hapa ambaye anatoka Afrika ambaye anaitwa Stefan. We have the pastor, our pastor was from Africa. Kuna mchungaji We Reverend Kamasa ambaye ametoka Ohio. have Reverend Kamasa from Ohio. Mzazi wangu That is my kiroho. father, my spiritual father. Tunawapokea kwa jina la Yesu. I'm welcome in the name of Jesus. You are at Kuna wale ambao wanachezea bibi harusi na bwana harusi, unakaribishwa kwa jina la Yesu. Kuna wale ambao wametoka Greensboro wanahudumia zaidi sana kwa muda wote ambayo Innocent na staff na familia yake wamewahudumia wawezavyo kadiri wawezavyo. They have been helping a lot, Francine and her family. So acha tuwewe. So let's wave those Hiyo from familia ya Greensboro. volunteer From ambayo Greensboro. wamehudumia mama yake. So unakaribishwa kwa jina la Yesu. You are welcome in the Jamaa ya Francine ambayo imemsindikiza kutoka Idaho
sura zetu zijazwe na furaha. Our faces must be filled with joy. Kama kufurahia siku yenye mwingine aliluka, If you're not happy on somebody else's day, siku atakufa utafurahi. are you gonna be happy when they die? No. Sababu siku ya kufa tunapasha kutezi. Because on the day of death, we are always sad. Because it's always sad. Lakini leo ni siku ya furaha. But today is a happy day. Hata kama uko na magumu, acha kwanza magumu nyumbani. When you have your own problems, leave them at home. Kuja hapa na furaha. Haleluya. And be here happy. Furaha iko. Furaha iko. Kama furaha iko ndio kwa jina la Mungu. Je, sisi kama Bwana ametubariki na mkono wa kuume? So did God bless us all with the right hand? Kama mkono wa kuume ya If dola. you have the right hand, let's go with it. Kama Bwana ametubariki pia na mkono wa kushoto pia ya If God bless you with the left hand, left it also. Yesu anaweza kumsitia pamoja kwa ajili ya Yesu. So can you clap and Tuanze pamoja kwa ajili ya Yesu. Amen. Tuombe sadaka. We're going to pray for the offering. Sadaka hizi tumezileta mkononi mwako Mfalme uliye juu mbinguni. Asante kwa sababu ulipatia watoto wako nguvu ya kufanya kazi, na kwa sababu ni wewe ambao uliwapatia nguvu, nao pia leo wamekuja mbele yako kwa ajili ya kuheshimu na kukuletea sadaka hali ya kukuheshimu. Pokea hizi sadaka ili kwamba zipate kufanya kazi yako, na wote ambao wametoa leo upate kuwabariki, na wale ambao kupata kesi ya kutoa uwabariki, ili tutakapokutana siku nyingine wawe na kitu cha kutolea. Tunaomba machache kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunataka sikiliza neno la Mungu We are going to listen to the word of God. na tutaombea mtumishi wa Mungu And let me pray for the servant of God who's ili going to kwamba share. Mungu awatukishe leo kwa ajili yetu. So that God may use him for us. Kwa heshima kubwa With all the respect, tusimame ili kwamba tutalinde neno la Mungu kwa ajili ya siku ya leo. I'm going to beg you to stand up so we can welcome the word of Neno God. la Mungu siku ya ndoa The word of God on the day of marriage ni kwa ajili yao ambao wataluka leo, is for these people that are getting married ni today. kwa ajili yetu sisi ambao tumeluka siku zilizopita, It's for us who have been married long time na ni ago. kwa ajili hata kama umefanya miaka 10 wa ndoa. Even though you've been 50 years married, Sikiliza pia leo Bwana anasema na wewe. listen today that is going to speak to you. Kwa maana najua mhubiri wa leo amepakaliwa mafuta Because I believe the Son of God has been na anointed atakuwa msaada kwetu sote. and he will be a help to us. Ni kwa ajili pia ya wadada, vijana na wasichana. And it's also for our sisters and brothers. Mafundisho hii itawasaidia pia. This teaching will also Kwa hiyo tutasimama sote kanisa nzima So we are going to stand up all the church. kwa heshima. Mkanisa hamna demokrasia, In church there is no democracy. ni autokrasi. Mungu ndio shefu. It's just a democracy. God is the Wakwambia usimame unasimama, When they tell you stand up, stand up. wakwambia ukale unaikala, When they say sit down, you sit down. usikale na wakwambia ukale. So don't sit down when they haven't Ni said kama it. vile unadharau Mungu. It's like you don't respect God. Haleluya. Na kwa heshima kubwa tunamkaribisha Reverend Pastor Fabien Kamasa. And we all Anaposogea tunasogea kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Tuombe na tugali tunasimama. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu uko mwema na fadhili zako zadumu. Tuko hapa ili uzungumze nasi, na hasa sana kwa mambo ya ndoa. Bariki wote ambao wako tayari kusikiliza neno lako, nami mtumishi wako nitulie kama chombo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Tukae. You may be seated. Thank you so much. Asante sana. Kwa majina ni Fabien na kuzungumza. I am Reverend Fabien. Nina mke na watoto 9. I have a wife and 9 children. Nimeitwa kwa huduma za Mwenyezi Mungu. I have been called by the grace of God. Ninamaliza miaka 27 kwa hii huduma ya uchungaji. I've been pastor for 27
Jean de Dieu alisema mimi ni baba yake wa kiroho. Just like Pastor Jean de Dieu said, I am his spiritual father. Mimi ni mgeni kwa wageni. Mimi ni mgeni kwa wageni. I am also a visitor, just like visitors. To the visitors. I'm a visitor to the visitors. Those who doesn't know me, I'm a visitor to them, right? But for others, I think they know me. I know them. So, nikisimama hapa nasimama ili tuweze kuzungumza neno tu kifupi kidogo lakini lenye maana. Today I'm going to stand here and talk about a short word but a very important word. Niliposoma Biblia, when I read my Bible, niliona maneno mawili ambayo yamenishtua, yani I saw two things that really surprised me. Ilikuwa kama surprise. It was like a surprise. Jambo la kwanza, and the first one, Mungu alipoumba vitu vyote, when God created everything, alisema, he said, si vema. It's not good. Haiwezi kushangaza wewe? Is that not surprising? Je, Mungu anaweza kuumba vitu ambavyo si vyema? Can God create something that is not good? Ile imenishtua. That one surprised me. Jambo la pili, and the second one, Adamu alipopewa mke, after Adam received his wife, alisemeshwa. He was talking. Yani huyo mke alimuona alikuwa surprise. He was very surprised when he saw his wife. Na akaanza kusema maneno. And he started talking so he said, he said, oh my God. Huyu ni mfupa ndani ya mifupa yao. This one is the bone of my bones. Huyu ni mavu ndani ya mavu zao. Oh gosh, this one came from my bones. Ataitwa mke kwa sababu ametolewa ndani yao. This one was because kilikuwa kama surprise ndani ya maisha. He started talking too much because that was a shock. Are you with me, please? Alafu ikanisababisha nisome shahidi moja ambalo liko kwa Mwanzo. So this one sent me to read in Genesis. Na tutaenda huko sote pamoja. And let's all turn to Genesis. Najua kitabu hiki tunakisoma sana. I know this book, you read it so much. So tutasoma mlango wa pili. So we're going to read Genesis chapter 2. Na tutasoma shahidi la 18. And we shall read verse 18. Na tutakuwa na mashahidi mengine, lakini hiyo itakuwa shahidi letu la ufunguo. We will have other verses, but this one is the one we're going to read. Aliye na lugha ya Kiswahili anaweza kusomea. For those with the Swahili Bible, Dada anaweza kusoma kwa Kiingereza. I can read it in English. Yes. Then the Lord God said, it is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him. Amen. And you read again? It's good. Let me read again. Yes. Then the Lord God said, it is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him. Huyu ni Mungu mwenyewe. This is God himself talking. Alipoumba vyote vilivyomo ulimwengu. After he created everything that is on earth. Lakini alipomtembelea Adamu, But then when he saw Adam, akamkuta amegonjwa ugonjwa he found Adam being sick. ambaye hawezi kuponywa na madaktari wa dunia, And that sickness cannot be healed with doctors. ambaye hawezi kuponywa na watu wengine. And that sickness cannot be healed with anybody else. Akaona kuna kitu ambacho kitaweza kuponya ugonjwa huu. He saw that there is something that can heal this sickness. Akasema huyu mtu anahitaji Mungu
ni kusudi la Mungu kuanzisha familia. It's the purpose of God to start a family. Mungu alianzisha familia na kusudi. God started family by a purpose. So hakuanza tu familia ili kufanya mapenzi yetu sisi wenyewe. He did not just start the family just to make us do our will or do what we want. Kusudi ya kwanza ambayo iliacha Mungu anaanzisha familia, The first thing that made God to start a family, alipenda aweze kuponya huyu Adamu ugonjwa wa upekee. He wanted to heal Adam from the loneliness sickness. Alipenda aponye hii ugonjwa ya upekee. He wanted to heal this sickness of loneliness. So Adamu alikuwa peke yake, So Adam was by himself, lakini alipenda mtu mwingine ambaye anaweza kuchangia mawazo. but he needed somebody to share the thoughts with. Nilijiuliza maswali nikasema, kwa nini Mungu angeumba mwanaume mwingine wa kukaa na Adamu? So I wondered, why did God create just another man to live with Adam? Alafu akachagua kuumba mwanamke. But then he chose to create a woman. So kwa mafikiri yangu na mawazo yangu nilichagua hii neno woman, nikaona kama kwa nini Mungu aliumba huyu mwanamke. You know, just by my thinking and how I was seeing things, I realized why God created a woman. Ukiona hii neno kwa Kiingereza woman, If you see this name in English, woman, ukifanya details ya kila leta ya kila herufi if you see, in the form of each letter. also if you try and see in full of each letter as it's described, Hii W, this thing, W, this W, inasimama kwa neno warrior. it says, it stands for the word warrior. Ukiangalia wanawake hawa If you see these women, ni mashujaa. they are warriors. Praise God. Because Ni mashujaa. they are warriors. Ngoja nikupatie neno moja kidogo. Let me tell you one thing. Huyu mwanamke kama si shujaa, This woman, if she's not a warrior, nani ambaye anaweza kulea mtoto miezi 9 ndani ya tumbo yake kama si shujaa? who is capable to put to hold a child for 9 months if you're not a warrior? Wanaume, unaweza fanya hivyo? So man, can you do that? Ngoja sasa kwanza ifike miezi 9 na wakati wa kuzaa akupatie umalize nayo hizo siku za kuzaa. Utaweza? So okay, let's say she holds the baby for you for 9 months, and when it's time to give birth, they give you and tell you, man, come and give birth. Can you do that? Utaweza wanaume? Can you do that? Lakini Mungu aliona kwamba huyu mwanamke ni shujaa akampatia ile huduma. So God saw that this is going to be a warrior, so he gave that woman to Adam. Kuna ushujaa mwingine kwa Biblia. There is another warrior in the Bible. Ukiona historia ya Nabali na mke wake Abigaili. If you see the story of Nabal and his wife Abigail, Huyu Abigaili alikuwa shujaa, akatetea mji wake ambao umetaka kubomoka, alafu mpaka Daudi akaacha mipango yake, akaponya familia yake. Alikuwa shujaa. Abigail fought for her husband until King David decided to leave and not punish him. Ukiangalia kuna washujaa wengi walikuwa washujaa kwa ubaya. If you see Wanawake ambao walikuwa washujaa kwa njia mbaya. so there are women that have been warriors in bad ways. Na hiki sawa kama Delila. Just like Delilah. Delila alikuwa shujaa mpaka aangushe Samsoni. Delilah was a warrior and she managed to put Samson down. Hii dunia imehangaika kwa sababu wanawake ndio wanasikia wanakamata hiyo mpango wa kwanza na wameangusha wengi. This world is full of suffering because women are not empowered. Lakini wakitumia hiyo ushujaa kwa njia nzuri, wanawake Mungu aliwaumba vizuri. But if women decide today
unakuta vitu ni shwari. So imagine if the woman is not at home. When she comes back, she will find everything is disorganized. Unakuta msaadi hapa. You find the plate here. Unakuta kitu kingine pale. You find the cloth, the shoe. Lakini mke akija nyumbani, But when the woman comes anatia kila kitu kwa order. she is going to put everything to Kwa sababu order. ameumbwa kama organizer. Because she is an organizer. Praise God. Amen. So Adam aliishi asipokuwa na organizer. So Adam aliishi hana organizer. Adam lived without nobody to organize. So alikuwa hapo na hana salama. So he was not safe. Jambo la pili ni M, yaani neno leta la pili ni M. So the second letter is M. Hii inasimama nafasi ya manager. That's the third letter. It's standing for manager. Ndugu ukipata mke ambaye ni manager, So our brother just got a wife. She's your manager. hiyo mradi wewe wa familia utaweza kukomaa vizuri. So that our finances can grow very good. Wanawake wanamanejinga kila kitu chote kunyumba, unakuta mambo ni baraka. Women can take good care of everything in the house, like manage everything in the house. So nyuma ya hiyo leta M kuna A, yaani A. So after letter M, there is the letter A. Hiyo inasimama kwa nafasi ya advisor. So that stands for advisor. So Adam alistahili apate msaidizi ambaye ataweza kumadvise, ambaye atampatia mashauri. So Adam got somebody who's gonna advise him and tell him like what to do ideas. So as a family, inafaa tuweze kushare ideas na sote tuweze kupana mashauri kwa hiyo huduma ya familia ambayo tunataka So as we kama jamaa lazima tukue pamoja, tusaidiane kwa mipango na kupate usaidizi wa mashauri. So as a family, we have to get together and discuss about things so that we may get solution in the things to come. So tukiingia kwa leta nyingine ya L. So then the last letter is L. Inasimama kwa nafasi ya negotiator. So it stands for a negotiator. Huyu hawa wasichana hapa negotiate umetoka mikono ni siko pesa. So let me tell you, when women start negotiating, You know, hawezi kukupona. you cannot stand to stay. Atachukua muda lakini atakunegotiate We bado. convince you. We have negotiations. So, watu wengi hawana hizo jukumu au hawatimizi hizo nafasi tano tunazozungumzia. So many women do not fulfill all those five things that I just talked about. Ukiona manyumba mengi yamebomoka kwa sababu mke hajui kunegotiate mke mumewe wakati wa kufanya mambo. So if you so many houses are being broken, it's because women they don't know how to negotiate and talk to their husband. Wanajua kunegotiate hata outside, lakini kufanya negotiation na bwana zao ndio. They know how to negotiate in other things like outside there, but when it comes to talk to their husband, it's very hard. Wanatumia maneno makali. They start yelling and using very hard words. Hawana njia za mbinu ambazo wanaweza kutumia ili waweze kuwasiliana na waume zao. They don't have wisdom words to use to discuss with their husband. So na wamepoteza sasa maana ya jina lao kwa wanawake. And now they are losing their meaning to be a woman. Wanawake wengine hawajui kuorganize manyumba zao. So many women they don't know how to organize their home. Ukifika kwa manyumba mengi, If you reach in many houses, utakuta iko shwari, hayako kwa order. you will find it so disorganized. Hata hawajui na kuorganize watoto zao. They don't even know how to organize their children. Utaona wanahangaika mitaani, hawako kwa order. You will find them using their phones and stuff, but they are not in order. Lakini mwanamke mzuri But a good woman, anajua hata masaa haya watoto wanaweza lala. they know that this time the children
shuleni. At this time they have to go to school. Masaa haya ni saa za kukula. At this time they have to eat. Hizi saa ni saa za kuomba. At this time they have to pray. Wanakuwa timekeepers, wanakuwa vizuri sana. So they are timekeepers and they are very organized. Na hapo nyumba zetu zitakuwa nzuri. And our home will be safe and good. Wengine hawako mashujaa. Others are not warriors. Kwa manyumba zao zimebomoka kwa sababu hawasi shujaa. So their houses are being broken because they cannot stand and be a warrior. Hawasemei manyumba zao. They cannot stand for their house. Hata wabwana zao hawapiganii. Even their husband cannot fight for them. Wako tu pale ni sawa foto. They are just like a picture. Sijui kama wewe uko kwa hali gani wewe. So I don't know if you are here, what is the status right now? Wanaume nao, So men, Adamu alisema, Mungu alisema nitamfanyia Adamu, kwa Kiingereza ndio alisema mzuri, suitable helper. Yaani msaidizi. Kwa Kiswahili nasema anayefaa, lakini inapoteza ladha kidogo. so for Adam, God said, I'm gonna prepare for him a helper, a suitable helper. Inamaanisha kwamba It means that maanake ukipata mke when you get a woman, ni a yule wife, ambaye atamaliza tamaa yako yote. so Hallelujah. the one who's gonna fix all the problems. Yeye ndio anasema suitable helper. Maana anashinda wanawake wote, anakufaa kwa kila neno na anamaliza yote. Is the final. So when God gives you a wife, it means she is suitable for you. She passes all those women. She is gonna be able to fulfill all your needs because she is a suitable that God chose for you. Swali kwa wanaume. So let me ask men. Wake zenu ni wanatosha kwa kila jambo? So are your wives enough for you? Are they enough? If yes, If yes. why are you wondering, looking for other women? So kama wanajua Don't answer me. Don't answer me. That's the question. Okay? If your wife now is enough and is really a suitable one, why? Kama bibi yako kanisa unampenda sana na kumsheria, sio anachukua. Italeta aibu kuona huyu kijana wetu alikuwa akiwandalinga kwa wasichana wengine. It's very shameful to see our brother here after this wedding going around and looking for other women outside. So Mungu ameona ya kwamba huyu msichana ndiye anamtosha. So God has seen that this lady here is enough for you. Na ikiwa najaza hizo mapasho zote za wanawake. So if she fulfill all those 5 things that women must do. Na hiyo ya kwamba ukimfanya akikutosha na wewe, familia yenu itaweza kuwa nguvu na itaweza kumtukuza Mwenyezi Mungu. I believe that if she's enough for you, your family will stand and it's gonna be the family that will praise God. Niliposoma mashairi mengine nitayataja tu, hatutasoma ukitaandika. I'm gonna talk about other verses that I read. I'm not gonna read them, but I'm just gonna talk about them. Katika Mhubiri. Mhubiri. That's Ecclesiastes. Ni 9:9. Verse 6. Chapter 9, verse 9. Yeah, chapter 9, verse 9. Inasema ya kwamba chini ya hii jua. It says that on the earth, under the sun, Mungu ametupa kitu kimoja tu, ni kufurahi na mke wetu. God has given us one thing to rejoice in our ladies, our women. Kufurahi na mke wetu. To be happy with our wives. Mimi nafurahi na peace, my wife. Me, I'm very happy with my wife. Nimefurahia mchungaji Prince. I like Pastor Prince so much. He's enjoying with the wife here. Because he is enjoying with his wife here. So, mkewe yuko kwa huduma, anafurahi hivyo hivyo. His wife is serving in the ministry. Vile mchungaji Jean de Dieu anafurahi na mkewe kwa huduma. Just like Pastor Jean de Dieu, he is very Innocent, happy with his wife. he's
also enjoy with your wife forever. Amen. And you know, so you're gonna enjoy forever with your wife. So, ukisoma hiyo mstari please, inasema that's the honorable, ni chance Mungu ambaye ametupatia kufurahi na wake zetu. Hakuna kitu kingine kama kufurahi na So mkeo. this is the chance that God has given us to be happy and enjoy with our wives. Na Biblia katika Mithali, And in Proverbs, na hiyo ni 18:22, chapter 18, verse 22, inasema anayepata mke mzuri it says that whoever finds a good woman amepata kitu kizuri, has found a good thing. na hiyo ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya, haleluya! So kupata mke mzuri ni baraka. Finding a good woman is a blessing. Mama, wewe ni baraka kwa mke wako, kwa mume wako kweli. Woman, are you really a blessing to your husband? Wake wengi baba wakiingia nyumba, You know so many women when you go into their ile house, ni mwanzo ya baraka wakitoka when Kiswahili. they enter your home, Baraka it's badala ya kubarikiwa not a blessing anymore, it's now a curse. unapata hata taksi, You find you get your tax, unaanza zigombania, now you start fighting for money, zinaenda bure. now the money is gone. Unapata pesa kwa kazi You get money at work, juu ya kushwana nyumbani, because of fighting everything at zinapita hapa. home, that money will not help you. Lakini ukipata mke mwema But when you find a good woman, ambaye mtanegotiate pamoja, the one who will be good at ambaye mtaweza kusharing ideas, the one you can share with ideas, ambaye mnaliftinga each other, the one who okay? will be lifting you and Ili you are going to enjoy. you will be enjoying Enjoy your life in marriage this and world. your life. Praise God. Praise God. Amen. So na kwa hiyo ningeomba wale waliojenga, yaani wa wenyewe waume na wake sasa, So for those that are married now, kuweza kutilia maanani kwa nini Mungu ameanzisha familia. so you think about these steps and think of why God has created a family. Amependa aponye ugonjwa wa upekee, He wanna heal this loneliness sickness. lakini utaona wale wenyewe wameoana hata wangali na ile ugonjwa, But I'm very surprised that even those that are married are still lonely. kwa sababu Bwana hawezi kukaa na mkewe waweze kuzungumza. Because it's hard for a husband to not sit with his wife. Hata wengine hawatembee na wake zao. Others cannot even go for a walk with their Anasema wife. wewe nitakukuta kule. They say you go, I will find you there. I know, which family is that? Ile jamaa gani? Hata na watoto wakizalika unakuta wamegawana, wamoja wanaenda kwa upande wa mama na wengine kwa upande wa baba. You see, even children when they are born, some are the husband's favorite and some are the woman's favorite. So lakini Mungu amewaumba ili muwe mwili mmoja. But let me tell you, God has created you to Mmoja be one body afariki mwingine. and live in unity. Jambo la mwisho na tukimaliza. And the last thing as I'm closing, Mungu alipenda apatie Adamu aweze kupata msaidizi. God has wanted for Adam to have a helper. Na Biblia inasema msaidizi anayefaa And God says a suitable helper kwa kila kitu. through everything. Mke yako anatosha. Your wife is enough. Manake isipokuwa ukimtreat bad. Unless you treat her very Lakini bad. ukimtreatinga mzuri sana. But if you treat her good, She's beautiful. she's gonna be very good for you And you will enjoy your life. and I'm sure she Amen. is. Amen. Amen. Acha Mungu atusaidie May God help tuweze kutimiza hizi matakwa za Mungu za kuanzisha familia. so that we may achieve all these purposes of God. Jamaa zetu zikiwa salama, And our families be in peace. kanisa zitakuwa salama, And church will be, hata taifa itakuwa salama, and even the nation will be. na tutamlaki Yesu mawinguni, tukae naye salama mbinguni. And we will be able to see Jesus in heaven and sit with him. Mungu atubariki. May God help us. Tuombe Mungu. Let's pray. Tunamshukuru Bwana kwa kila neno lako. We thank you, Lord, for your word. Tunahitaji uendelee kutusaidia. We ask for your help. Umezungumza nasi siku ya leo You have spoken to us on this day kupitia mtumishi
walikuwa ndani ya vita ndani ya familia zao wamesikia. And those that are in fight in their marriage, Holy Spirit, Gusa maisha yetu touch our lives. kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tunafika kipindi ambao kilituleta hapa. So now we are on the part that brought us here. Kisha dakika kidogo After a few minutes, mimi na wana watapatikana. we're going to have a husband and a wife. Haleluya. Kisha dakika kidogo After a few minutes, ninataka karibisha malaika wa hii kanisa, I am going to welcome the angel of this church. kwa maana kila kanisa inakuwa na malaika wake. Because every church has its angel. Niko naongoza leo, I am leading today, lakini siko malaika wa hii kanisa. but I'm not the angel of this church. Kuna yule ambaye Mungu amepatia mzigo, There is somebody that God has given the Mungu body. ametia baraka ndani mwake God has put the kwa blessing in maneno ya him. kinywa chake. Through the words of his mouth, Atasema neno he will speak the word. na mbingu itakubali And the heaven will na accept. watakuwa bibi na bwana. And there will be that Hapana husband. cheza na watumishi wa Mungu. Do not play with the servants of God. Ni watu ambao wanaweza kuunganisha, There are people that can put ni together. watu wanaweza tia uzima There are people that can put life mahali ambapo palikuwa hakuna uzima. where there was no life. Angalia hawa watu wa Israeli, Just look at these people right now. haliko bibi na bwana. They are not married yet. Haleluya. Haliko bibi na bwana. They are not husband and wife yet. Tukiachia hapa ibada, So if we stop the service here, wanarudia kunyumba kaka na dada. they will go back home, brother and sister. Haleluya. Tumetoka ndani ya maisha ambapo kulikuwa vita. So we are from countries that have Na war. kulikuwa kuna siku moja tulikuwa naenda kubariki ndoa. And one day we went to bless the wedding. Tulikuwa naenda kubariki ndoa, So we went to bless the wedding. wamaimai wanaingia vita na afya. And criminals start coming and Bibi akakimbilia ng'ambo yake, so the wife, the woman bwana went akakimbilia ng'ambo yake. and the husband ran on the other Wakasema side. tulishaka dote. They said we have given Kanisa everything. kamwambia hakujakuwa bibi na bwana But wake. the church said you are not yet husband Subiri and vita wife. ishi. So wait for the war to Ndio mtakuja end. tena mtakuwa bibi na bwana. Then you will become husband and wife. Ashukuru Mungu kwa sababu tuko Amerika mahali ambapo kuko peace. So thank God we are in America, there is peace. Lakini ingawaje kuko peace ya Amerika, But even though there is peace in America, inabidi mtumishi wa Mungu, we must need the servant, mpakaliwa mafuta wa Mungu the anointed of God, aseme neno, to speak the word, nao wakaka na dada wanakuwa bibi na bwana. and his brother and sister will become husband and wife. Haleluya. Amen. Mimi na mke wangu tulikuwa kaka na dada mkanisa. So me and my wife were just brothers and sisters in the church. Mtumishi wa Mungu akasema, But the servant of God spoke. tangu leo He said, from kwa uwezo niliopewa na Mungu, by the power I have received from God, mnakuwa bibi na bwana. you are now husband and wife. Na mpatiane hizi. Now you can kiss. Pale kisi kaanza. Now I kiss my wife. Kisha bizi After the kiss, miaka 4 ya ndoa, after 4 years of marriage, kuna watoto watatu. you have 3 children. Haleluya. Tulitoa baraka wapi? Where did we receive those blessings? Kupitia sauti ya mtumishi It wa Mungu. was through the word of the Alisema He spoke, na mbingu ikakubali. and the heaven accepted. Kuna watu wengine ambao kwa sababu wameanza kupata pesa, There are so many people because they are now blessed. wameanza kamata watumishi wa Mungu kama vile wenzao. They are seeing the servants of God as just their people. Wenda mnatumika nao kwa mwangu laini moja, Even though you are working with them on the same line, lakini ni mtumishi wa Mungu. but they are the servants of Ni God. malaika wa hii kanisa. That is the angel of this church. United Awakening Baptist Church, United Awakening Jamestown, North Carolina. Jamestown in North Carolina. Iko na malaika tu mmoja. You only have one angel. Si wote tumekuja tu msindikiza. We are just here to accompany him. Ni kwa mafuta yake ndio tuko hapa. It's through his anointing that we are all here. Na anataka kufanya kazi ambayo Mungu alimtuma kufanya. And now he's going to do the work that God has called him to do. Hatukukuja Greensboro, North Carolina kuja matai zone. Ni kwa sababu tu kanisa mwezi kukamata en charge. We did not come here to work and go in companies. It's only because the church cannot take us, pay us. Tumekuja kubariki mandoa, But what the purpose of us here is to bless kutangaza the injili and preach the na gospel kuhatarisha nyinyi ambao ni bibi harusi kutanana na bwana harusi. and prepare you who is the wife to meet with Christ. Na mbele malaika
malaika wa kanisa ashimame. And before the angel of the church, Haiko mimi ndio mimi namuita malaika. I am not the one calling him the angel. Ni Yesu ndio anazungumza na Yohana. It is Jesus who talks to John. Katika Ufunuo, unasoma Biblia. In Revelation. Anasema kwa malaika wa kanisa la Philadelphia sema. So he said, to the angel of the church of Philadelphia, say this. Hapana kwa kanisa la He Philadelphia. did not say go and talk to the church. Kwa malaika wa kanisa. Go and talk to the angel. Kwa sababu ni malaika ndio mwenye kuna mzigo ya kanisa. Because it is the angel who got the burden. Sasa hivi kwa malaika wanangoja tu. So right now the angels are just waiting. Ndio wanangoja tu malaika mwingine For the other angel. Aseme wamekuwa mimi na Bwana. To send their husband and wife. Na mbinguni wanaandika pale pale bibi na And bwana. there in heaven they will write husband and wife. Hata tutafanya ile mafete ya prayer kwa nini maana. Even though we don't do parties and don't Ya maana nataka kufanyika sasa. the important things. Wakati wako tayari kuona vya maana leo. So how many people are ready for the important things to happen? Kama uko tayari kuona So if you malaika are wa Bwana ready kubariki. for the angel of God to come and bless you, Tunataka kata certificate ya celibat, ya loneliness. we are going to break that certificate of loneliness. Hii niko nayo hapa. So this paper here Ni certificate ya celibat is a certificate of bachelor ya ndugu yetu Innocent Biringiro. for our brother Innocent Biringiro. Kwa kusema kuanzia leo tarehe ngapi ndio 12. So if you say today the 22nd, Innocent ameachana na celibat. Hii niko nayo hapa. So this paper here, Ni certificate ya kipekee ama celibat so it's a certificate of being alone or being a ya bachelor dada Francine Nyiramahirwe. for our sister Francine Iyamahiru. Inamaanisha nini? It means Kuanzia leo from today, dada Francine sister Francine ameachana na njia ya kuoa. so we're going to welcome the angel. Karibu Pastor Jean Didier. Welcome Pastor John here. Pia Bwana. Pia mwenzangu, tunafika wakati nzuri sana ya muhimu. So tell your friend that we have reached a very, very good time. Ambia jirani yako, tunafika wakati mzuri ya muhimu. Just tell that to your neighbor. We have reached a very good time, a very good moment. Kwa muda huu hatutakawia kwa sababu ya muda. So in this time, we are not going to take it long because of the time. Wachungaji waliotutangulia wamezungumza mengi. So the pastors that came before us have talked more. Na tunakuja kwa ajili ya kuweza kumalizia, yaani kufanya conclusion. And we are here just to conclude. Tunachotaka kusema ni kwamba So what I'm about to say is, ni ombi, it's a prayer. kwa sababu ni waheshimiwa siku ya leo. Because these are the honorable. Kwa hiyo lazima tuanze kuomba So we have to pray kupitia wale ambao wamewasimamia, through those that are coming behind them. ili kwa furaha na heshima zao wawasimamishe polepole. So that in their respect and Hichi their akuwa honor, anatupatia ka music the kwa sauti DJ kidogo. will give us a very Then long and a low voice. watakaposimama Then after they stand, wajongee hapa, hatutawachokesha wengine kule, so wajongee hapa they're just gonna come here. We're not gonna ask them to come down. wakamzika kamzuri sana, With a just small, ili tupate kuendelea na ratiba zingine. so that we may. Basi waheshimiwa, siku ya leo tafadhali tuwapatie vingine jameni. Hapa mbele waone kanisa. They are gonna come here. Naomba tulie hapa mbele ili watazame kanisa. They are gonna come here. Asante DJ, barikiwe sana.
sababu ya muda. Je, nina swali. Hawa wanapendeza? Sikie jibu. Je, wanapendeza? Ndio wanapendeza, patia Bwana vigelegele. So if there's not clap for the husband, they just regret. Kabla tufanye chochote, So before we do anything, nina swali la pili. I have another question. Innocent pamoja na Mahirwe tumewatangaza siku matatu zote. So Innocent and Sifa, we have been with Francine, we have been announcing their wedding through these 3 weeks. Na leo sasa inaenda kuwa siku yao ya mwisho. So this is going to be the last day we announce this wedding. Nataka niulize kanisa. So I'm going to ask the church. Innocent anaweza kuwa amekula deni yake akataka kukulipa. So maybe Innocent has your... Yaani wewe usika ambao unatazama huenda amekudanganya kama amekuoa ukajikuta ameenda nafasi nyingine. So maybe you who is a girl here, maybe he likes you that he was going to marry you. Yaani dada huyu So this sister here, huenda umekamata cheki yote ya juu ukamsukumia akakuahidi kwa Facebook kwamba atakuwa bibi yako. maybe she promised to be your wife one day. Na sasa unashituka ameingia kwa pembeni ya Innocent. So now you are surprised she's next to Innocent now. Manake hizo ni sababu ambazo zinaweza kuacha zinashughulikiwa kwanza harusi inasimama. So those are things that we might hold the wedding. Nataka niulize kanisa. Problems first. So I'm gonna ask Yeyote ambaye anaweza kuwa ana shida na bibi harusi Innocent Mahirwe na bwana harusi Innocent yenye inaweza kuwasimamisha kutobarikiwa ndoa yao siku ya leo. So Anyoshe anybody mkono who juu. has a problem with the bride or the groom may lift their hand right now. If you have a problem with them. Kama kuna mwenye na shida nao yenye inaweza kuwaruhusu kuendelea, So if you have a problem that might stop them, tafadhali nyosha mkono yako juu. lift your hand right now. Usihofu, hakuna polisi atakuchukua. Don't Ni haki worry, yako. there is no police here. Tutaishughulikia deni kuposponi mambo haya. We're taking care of all those problems right now. Yupo He's there. mara ya pili, yupo Another time he's there. mara ya tatu, yupo ikiwa yupo kuwapatia vigelegele, ikiwa hamna kuwapatia vigelegele. Na ikiwa kunakosa matata mbele ya kanisa na mbele ya Mungu, It means there is no doubt right now in front of the church. toka leo mpaka milele, mpaka wakati Yesu atarudi, From today until Jesus comes back, unyamaze kimya keep kimya kimya quiet and tena never kimya. talk again. Manake mnatoa rekomandasyon ya kubariki ndoa yao. It means that you have given your approval for us to bless their wedding. Tena kabla ya kuendelea, So before we go kuna forward, swali nyingine. I have another question. Binti hii amezaliwa katika familia, So this lady here was born in a family. huenda amefanya mambo yao kwa Facebook bila familia kujua, Maybe she did something wrong on sababu Facebook Marekani tuko kwa teknoloji. before the family didn't even know because we Tutapenda tupate uhakika kutoka kwa familia so we want to have the confirmation from the church. ili tujue kwamba familia ndio imeruhusu, yani imekubali Innocent kuchukua mtoto wao. So we need the family to confirm that they have given their approval for Innocent to take their daughter. Kwa hivyo mniruhusu kwa muda huu So let me allow me niombe mmoja ambaye ametumwa na familia to call ya mshika one person that has been called by the family. ajulie hapa mbeleni, She's gonna come here deni atuambie mawili matatu, ikiwa kuna deni, ikiwa kuna tatizo, and ikiwa she's ni gonna mazuri, tell us atuambie. if they have any problem with Innocent, if they don't want this wedding, she's gonna tell us. Kaka yake ikiwa ni karibu hapa, So how coming late? Kwa niaba ya kaka ya Francine Nyama hiwe So me as Francine's brother, ni dada yangu this is my sister. anifuata kuru ya tatu, She comes 3 times after me. mama moja baba moja. Same father, same mother. Namjua, ananijua, I know her, she knows me. naambia kwamba Innocent anapata mke mwema. So I'm going to tell you Innocent is back a good wife. Namtumainia ni dada yangu I believe in her, she's my na sister. natumainia Innocent kwani naye namjua. And I believe in Innocent because I know him also. Ndio maana sisi kama jamaa tumependa Innocent, Which is tukampa why- mke
tukampa wasifa ashike binti yake, yani dada yake, amkabidhi mwenye naye. Amen. Ana hand over, kutoka leo anamtoa mikono yake na kutoka mikono ya mwenye naye. Amen. He's gonna take his sister and hand her over to her husband. Vigelegele. Francine kusezeo zaza kusure kugata kwakenda subirayo basi kugira urugo rwiza. Amen. Nashukuru jamaa ya mzee. So thank you so much the family Kula nikulipa Tembe na amelipa mchana. So today they have given Kwa hivyo kuna jambo ambalo tungelifanya kwa mwisho. So the last thing that we're going to do at last. Na jambo ambalo tungelifanya kwa mwisho. And the last thing ni kwamba Innocent tungelimpa wasifa ya kuwaonesha bibi yake harusi kwa mwisho. Tungelipa Innocent muda wa kuwaonesha mke wake kwa mwisho. So we are going to give Innocent the time to show you his bride by the end. At the end. Lakini tunaenda kuifanya kwa mwanzo kwa sababu ambayo naenda kuambia. But let's do it right now because I'm going to tell you something. Yakobo ameenda kwa mjomba yake Labani. So Jacob went to his uncle. Akampenda msika. He wanted a woman. Akamtumikia miaka 7. And he worked for that woman 7 siku na saa ya kumlipa ilipotimia. So when it was time for him to get wasomaji wa Biblia ilikuwaje? Just because ilikuwaje? Walimbadilishia. Kwa hivyo tunaweza kubariki hapo kuharakisha. Na kumbe ile sio umembadilishia. Anapofika nyumbani anasema bwana huyu haiko Francine tena. Mbona unaona mlango wa haiko Francine? But this is the toilet. Why did you not? Makundi naanza tena. And the problem is that. Kwa hivyo kabla tuendelee. So we want him to make sure. Nataka nipe Innocent muda huu. I'm going to give him this time. Yenye ningelimpa kwa mwisho. So this time I was supposed to give him at the end. Akwe mkono kamata position vizuri. So take very well your position right now. Aone Francine nyama iwe kama ni yeye. So look if it's really hard in there. Then ikiwa ni yeye yani haiko yeye atupatie. So tell her if she's not the one, tell her. Then tupate kuendelea na mambo mengine. Then we shall go forward with everything. Siwe. Amen. Amen. Kwa hiyo watatupa muda. So now watatupa muda kidogo na watazamani hivi macho kwa macho. So they're gonna look at each other.
So tunataka watazamane macho kwa macho. So we need them to look at each other's eyes. Mutenya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaenda kuwafanyisha mtihani. We are going to do an exam for them. Basi wakishinda itakuwa bahati. So, Wakishinda itakuwa bahati. Hata tuombe sana wasaidie mama kutoka. Sawa. Amen. My mom here. yeah, somebody's going to help me. Nataka niulize Innocent. I want to ask you, Innocent. Nani mwenye amekulazimisha ndani ya familia yako, ndani ya marafiki zako? Nani ambaye amekulazimisha kumpenda dada Francine? Who told you or who forced you to love Sister Francine? Sikia namna anasema. Sema, ni wewe ambao umechagua, yani kuna mtu mwingine ambaye amekuambia mpende. Naichagua mwenyewe. Amen. Nitauliza dada. I'm going to ask my sister. Ni nani ambaye amekulazimisha kumpenda Innocent? Anaweza kuwa baba yako, mama yako, yani rafiki yako. Ni nani ambaye amekulazimisha hivyo? Ni wewe mwenyewe au kuna mtu mwingine? Who told you, who forced you to love Kuna rafiki Innocent ndiye peke. Unapata vigelegele. Kwa hiyo kwa sababu mwanaume ni kichwa, kuna maswali ambayo naenda kumuuliza. Sijui kama Innocent yuko tayari, kuna maswali ambayo tunaenda kumuuliza. Ili tupe alama kujua kwamba kweli amechagua kutoka kwa roho. Francine ambao umechagua kutoka kwa namna amekwambia. Francine, the one you chose as you told us. Kwa sasa anaonekana mrembo kwa sababu kwao wafanyaje kazi. You can look at her, she looks beautiful because she doesn't do work. Lakini kesho anataka kwenda kwa wachike Tyson. So tomorrow we find out what he has the Tyson chicken. Sura yake inaenda inabadilika. And her face may fade out. Je, sura yake ibadilika ukaendelea kumpenda yaani? Tell us if her face fades out, can you go ahead and love her? Yes, I'll love her. I'll go ahead and love her. Wenyewe wanakuja wakuja mtambo atusaidie na microphone, kuna nyingi zaidi ya 100 hapo. So we have many microphones that can give us more here. Swali la pili. Second question. Hatumtakie mgonjwa lakini anaweza kupatwa na hali ya magonjwa. We don't wish her to be sick, but sometimes it may happen. Je, kwa hali kama hiyo hautamkimbilia mbali? So in that situation, will you still be in love with her? Yes, I'll go ahead and love her. Ataendelea kupenda kwa hali ya magonjwa. Mkibarikiwa mnaweza kupata mtoto. If you get blessed with a child, Ni mtoto anaponyonya alizimba mara 2 miezi. so it will be a child who will be breastfeeding 2 times a day. Mizimba yake kwa sasa inaonekana vizuri na simama vizuri. Her breast looks so Lakini healthy. mtoto kilikokota atakuwa imempatia nyuma mtoto akiwa kwa mgongo yake. So the child who's breastfeeding, the breast will go down and Sasa itakuwa imekuwa mrefu sana. they go down. Je, hautaanza kufikiria je, unaona vibaya? Unabadilisha mafungu. I'll still go ahead and love her. Ataendelea kupenda tu. Hakuna vigelegele. Ina swali ya mwisho. This is the last question. Unaweza kufika kwa hali ya umaskini. You may be in the situation of being Inafika wakati ya kukosa cha kupiga na katika ready redio. to get something to eat. Na unapoenda nje And if you go outside, unakuta watoto wengine wasikati wengine wamekalanga vizuri kuku. you may see guys and ladies who Je, mke wako kwa hiyo hali hautamkimbilia mbali na kumwacha unaendelea kumpenda kwa hiyo hali? you go ahead and love her or you go for other people. I'll go ahead Amesema tamkimbilia kwa mazuri na Amen. Amen. Amen.
yenye naona sio yake. Hii goti hii huwa eti yake sio yake. You see all the gold in his hands. These are not. Anaweza kuwa mileti online. Maybe he just rented them Kutoka online. kwa harusi wenye nao wanakuja wanachukua. So everybody comes and takes them. Ikiwa nilikuwa nakuja kwako amefunga kama siafu. So if Huenda nilikuwa amelazima hizo manguo nyumbani hakuna. so if they pay and told there are no clothes. Ilikuwa lazima tu. Je, kwa hii hali kama na hiyo tukijua kwamba ni hali kama na hiyo hautakiuka na kuweza kumkataa? So tell us, will you still go ahead and love him if he has no clothes that you see right now? Anasema hapana. He said yes, I'll go ahead and love. Anaweza kufika kwa hali ya shida. So you may find him in the situation of Yale anapatwa na magonjwa maybe sickness. ya hata yenye haiwezi kumruhusu kwenda kwa kampuni. A situation that he cannot go to work. Je, kwa hali kama na hiyo ndio kupenda na kumjali na kumhudumia? So tell us, will you go ahead and love him? Anasema nitaendelea He kupenda. says yes, I'll go Tupatie ahead. vigelegele. Tupatie vigelegele. Hebu tuangalie ambaye nitawauliza watu wawili. So this is the last question I'm going to ask you too. Utafiti ambayo imefanywa kwa 2014 imekutwa kwamba manyumba 25 juu ya 100 zinabomoka kwa sababu ya mambo ya uchumi. The research that was done in 2014, it gives out that familia 24 juu ya 100 zinabomoka kwa sababu ya mambo ya pesa. 24 out of 100% families they break up because of Nataka niwaulize kwa sasa wanaenda kujenga nyumba. because of finances. So I'm going to ask you this one. Benki yako, Your wife, your bank, your bank, pesa ambazo azitumikia. the money you want to, Je, mke wako atakuwa na mamlaka juu yake? is your wife going to be with the authorities on that Kwa money? hiyo ndio hapana. He says Sema yes. ndio kumpatia vigelegele. Dada naye kumilika ana gari, ana benki yenye inajaa mamiliari. So your wife has she's Na kwa sasa working. anachagua kuwa mke wa Innocent. Je, hiyo mali yako yote utakubalia Innocent aweze kushiriki juu yake, akuwe na mamlaka juu yake? So tell us all Kwa usawa, your properties, your vehicles, whatever you have. anasema ndio. He said yes, you will be incorporated. Amen. 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 Baada ya kupeana ahadi, Before you give each other's vote, utawauliza ikiwa kuna dalili, yani alama ambazo wameandaa, wametayarisha kupeana kwa ya kama ukikutwa hizo hadi ambazo wamepeana ili wasisikiuke. I'll ask you before you give each other's votes if you have prepared anything like a sign or a vote to each other. At this moment, be free. Ikiwa unasikiuka na ile alama, If Innocent, you have a sign that you want to show, utahitaji. I will just need it. Ikiwa Francine yuko na ile alama, And Sister Francine, if you have that sign, utahitaji. I need it. Na tutaomba mchungaji Zikama I will ask the servant of God to determine akuje aitakase kwa ajili ya kufanya kazi. to come close and Sababu zimefanywa na wanadamu zikatengenezwa kwa mashine za wanadamu. we know they're made from much. Tunaomba kuangaliwa bora akuze ajisakase kwa ajili ya kufanya kazi So hii. we need them to be clean so before they do the work of God. Let's pray. Mtakatifu, watu tusimame mahali hapa kwa saa hii. Kusimama kwetu ni kubariki hii ibada ambayo inapata kuwalisha watoto wako kwa upendo ambao umetengana, wanatia muhuri, wanastahili. Ndio maana sasa ibariki katika jina lako. Endelea kuwa nao kwa maisha yao mpaka mwisho wao na mpaka utakapokuja kuchukua kanisa lako.
Kwa hivi tutaomba Innocent kama baba ya kichwa. I'll ask Innocent to be the head. Aone ni wapi kwenye tatia hiyo alama. To show us where he's going to put us. Kama ni kukua, If it's the north, kama taitia kwa mguu, if it's the feet, yeye mwenye anajua taitia wapi hiyo alama ambayo itakuwa kwa kumbukumbu ya ahadi yao. he's the one who knows where he's going to put us. Na Francine atakupa hiyo kiungo ya mwili ambayo Innocent atatia hiyo mguu. And Francine will give. Na atakapokuvalisha hiyo pete, And after putting on the ring, atakuwa anasema hiyo maneno. and you'll be saying these words. Na nataka niwakumbushe wao na nyinyi wasikilizaji, I want to make you remember, you and the listeners, iwe pete ya Innocent, this ring for Innocent, iwe pete ya dada Francine, the ring for ni Innocent, mviringo haina mwanzo na haina mwisho. the sunshine from that has no end. Inamaanisha nini? What does it mean? Namna ilivyo mviringo bila mwanzo na mwisho, The way it's made that the sunshine ndivyo upendo wa Innocent na Francine inapaswa kuendelea kuwa hadi mwisho wa dari, wakati Yesu atakapokuja kanisa. Yaani kifo kiwatenganishe. Amen. Amen. Kwa hivi tutaomba Innocent ajiandae. I'll ask Innocent to be ready. Ili aweze kumvalisha So that he can mwenzie. put on the ring with Francine. Atatia juu mkono hivi. Unakula rudia kwa hii maneno. You put up your hand. Utakula rudia kwa hii maneno. You may read these words. Mimi Innocent. Maybe Innocent. Hakuna kile. Na kupika pete hii wewe Francine. Hii uwe mke wangu wa ndoa kwa maisha. Hii alama ya upendo na uaminifu wako. Na kukabidhi mali yangu yote na moyo wangu wote, na nitakutana na kuahidi kwamba tutakaa pamoja hadi kifo kitutenganishe. Mungu unisaidie. Nikelekele chanele. Tutaomba pia Francine afanye hivyo, atoe hiyo dalili, yani alama ya hiyo naziri ambayo ametoa kwa moyo wake, akiyarudia haya maneno. Atakuwa na yarudia haya maneno. Mimi Francine, mbele ya Mungu na mbele ya kanisa, na kukubali wewe Innocent kuwa mume wangu wa ndoa. Hii ni alama ya umoja na uaminifu. Nitakupenda na kukutii katika shida na katika raha, hadi kifo kitutenganishe. Mungu unisaidie. Nigelegele.
Hallelujah. 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 Basi naomba tuwe ashike mkono mkuu wake na tutaomba watumishi wa Mungu watokee hapa mbele ili tuweze kuwaombea baraka kwa umma wao, ili Mungu awape baraka na mafanikio watendao. Amen. 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 Hata tuombe amkamate mkono, yani muone kanisa na mtajengea kwa magoti ya mwenda ya kiroho, na kwa sababu amekuwa mume na mke kulingana na maandiko matakatifu, wanaenda kubadilisha kwa sababu tayari wameunganishwa. Kwa hiyo wanaenda kubadilisha position na kisha kama kutoka mimi sio kwa wapi. Na wakuwa wanashanja position kama sio. DJ are you ready? Yes. Don't get it. Pamoja na Francine na Magiliwe kwa neema niliyopewa na Mungu
na mamlaka inayopewa na kanisa la United Awakening Baptist Church na kukubaliwa na serikali kutoka leo Septemba tarehe 22 mwaka 2019 natangaza rasmi mbele ya jamaa na mbele ya kanisa na mbele ya taifa kwamba inasafiri ndio pamoja na Francine nyama ile ni mume na mke. Amen. 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 Wakati wawili wanapoa, Nataka kuomba sawa na mito miwili, kutana mahali pamoja, ili kutenga moja. hapa kuna zoezi na certificate ambazo zinatoka kwa serikali. Naomba wenye husika na kutengeneza madhabahu ya kulia makanisa kusaidia kuendesha ili kufikia kwa ofisini. Basi kwa wenye husika na kutengeneza hapo watusaidia mbele. Wakati kamili watashika polepole waingie ofisini. Na hapa kuna certificate ambayo inatoka kwa serikali ambayo tunaomba washirika wawili watakuja kumwekea sahihi na mimi pia. Mfanye mwenzi wako kuwa rafiki yako, tena we rafiki yako wa karibu wakati wote. Mweleze shida zako, mweleze hisia zako, mweleze hitaji lako, shirikiana naye kwa kila jambo ndani ya ndoa. Furaha huamsha hisia nzuri kwa wanandoa. Mfurahie mwenzi wako wakati wote, mwambie nakupenda kila siku, mwone mpya kama ndo mnakutana mara ya kwanza. I love you. I love you too, dear. Mwambie wewe ni mzuri, sikukosea kukuchagua, nakupenda. Nakupenda mpenzi wangu, nakupenda sana. Nakupenda mpenzi wangu, nakupenda sana. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauhusudu, hautakabali. Upendo haujivuni, hautafuti mambo yake, hauhesabu mabaya. Kama wanandoa lazima tuwe wazi, tuambiane sisi kwa sisi, na tuweze kuwa huru kusema vile tunavyojisikia. Lazima tuwe wa kweli lakini wapole pia. Upendo uliokomaa ni ukweli na wazi. Mwambie mwenzako jinsi unavyojisikia. Mimi sipendi
stakabadhi. Upendo haujivuni, hautafuti mambo yake, hauhesabu mabaya, hustahimili yote. Lakini utambue ndoa ni ya watatu. Mungu alianzisha pale bustani ya Edeni. Lazima umpe nafasi ili atawale ndoa yako, na ndipo utakapoona usalama katika ndoa yako. Yeye ni Mungu, ndiye mwanzilishi wa ndoa. Tupendane nyakati zote, ndoa yetu. Tupendane nyakati zote, tudumishe ndoa yetu. Tupendane nyakati zote. Acha kwa muda kama na huu. Then in this moment, Na mtumishi ambaye ametoka Kentucky Simone, there is a minister from Kentucky. nilimwomba mwenye anapatikana kuja hapa aweze kutuombea. All that team Alikuweza kuingia Kentucky sana au nje. so that he can pray. Jua iko hapa karibu. If you volunteer, Acha tuweze kuomba. let's pray. Asante, tunalifanya sana mambo yanafanya kwanza hata kesho nasema tujue. Bila hii ambayo inaenda kujenga nyumba bora mabora tunaomba wewe bariki. Na kila mmoja wetu wako tunaomba baraka endelea kwa Bwana mabora pale wako. Na hata bwana mabora hapo kwenda kwa chakula cha jambo na kwenda kulia chakula cha kusaidia mwili. Endelea bwana mabora tunahitaji sana ubariki kila mmoja wetu ambaye amejitahidi siku leo katika mahali hapa. Wengi wameacha kazi zao kwa ajili ya harusi kama na hii. Uwabariki ili wasifukuzwe hata chochote. Mungozi abarikiwe pamoja na wewe. Tafsiri abarikiwe pamoja na wewe. Mhubiri abarikiwe pamoja na wewe. Waimbaji, wale wote ambao wamehusika, wale wote ambao wameingia hii harusi. Acha washiriki baraka sasa. Waimbaji na kusikia maombi yetu na unafika kwa Mungu wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba.